Great family of Beyond Lands, welcome back. Hapa ni Kabarnet Museum. Wanna get inside so that you can see what's special here. Definitely tutaona reptile park. I told you Kabarnet in Baringo County is a wonderful place to be, wonderful place to visit. It's rich in culture. Just see how beautiful the place is. We will get more of this place. Stories. I was telling you we are going beyond the lands. We are going beyond the lands in telling big stories here, because we want to advise people to do what we call local tourism here. Hello, hi. To do local tourism, we want to promote local tourism. So, great family, we will get a guide who will help us here, and I've met a good friend here in the museum. He's going to introduce himself and maybe tell us how long he has been here. Hello. Hello to you. Yes. How are you? Fine, thank you. Bernard Wasike. Yes. I work here at the National Museums of Kenya. Yeah. I've been here for quite a length of time, doing the work of conservation. Yes. I work in the galleries and in the ethnography stores. So welcome. Thank you. Yeah. How has it been working here? The work here is good because we keep the monument. Yes. We maintain the monument and the artifacts for the future generation to come and join the world in keeping the traditional of our culture alive. And I like this place because it's so clean. Yeah. People are welcoming, especially the lady in the gate, the lady who processed my ticket, you as well. And I think we are going to get more beautiful experiences inside here. Thank you. Yeah. Welcome. Let me introduce you to the guide who will take you. Okay, thank you. Mulongo. So where are we going now? So we're just standing here. I give you a very brief Yes. history of this, like 2 to 3 minutes, and then we start from the galleries where we have artifacts or objects Okay. that were used by different 3 major communities in Baringo County: Pokot, Tugen, and James. Ilchamus, eh? Yes, yes. So how have you been, how long have you been working here? For me, Yes. I've not here been for long, but for a bit, a while, a few years, less than 4 or 3 years. So, I'd like to give you a very brief history of this building. So it was constructed in early 1900. 1900. By the British, by the Italian war prisoners. So after it was constructed by the Italian war prisoners, early 1900. It was the first permanent building in Baringo County. So in the first permanent building, in 1957, we have a small building hapa nitakuonyesha tukienda hivi. It was constructed in that is 1957. Sema kwanza hii building, it was used by the British and African District Commissioners as the residential houses and administrative offices. Okay. So one of the first British commissioners was snoring too much. So because of snoring too much, a small building in 1957 kalijengwa hapo nyuma. Yeah, endelee kungorota hapa. Sababu alikuwa na disturb na wenyewe alikuwa hapo. So this in 1994, this building, kwa sababu sasa zilikuwa zimejengwa, it was supposed to be named after President Moi. But because there was nothing related to him hapa ndani, wakafanya haja waku name after President Moi. So in 1995, they handed over to the National Museums of Kenya. That's the NMK.
And in 2000, in honor of the President Moi, because kumbuka silikuambia mara ya kwanza it was supposed to be named after President Moi. So in honor of President Moi in 2000, the 3 galleries were established. So they were established with the intention of exhibiting President Moi's objects or artifacts. Hizo vitu nilikuwa natumia hapo za kitambo, fimbo nini. But because in 2000 President Moi was still alive, then it means wangeweka hapo wale objects zake. So what was now made to be studied there is now the objects of the 3, or what we call the artifacts of the 3 major communities found in Baringo County. That is the Pokot, in your Semen Chamus, and Tugen. Yes. So in 2004, in 2004 we can go as well. So in 2004, so niende mbele mama. Iko tu sawa, So in 2004, Reptile Park was constructed. Na ilikuwa hiyo ya mauti. Ilikuwa ya snakes peke yake. Hii ni ile nyumba ulikuwa unasema kwa nyumba kadogo tu. Sasa haika natumika kuweka excess artifacts zile zinabaki hapo ndani. Sasa unaanza kutoa hapo kupeleka huko. So hiyo kuna Reptile Park pale, kuna snakes sasa, kuna crocodile, but it was established in 2004 by the then curator Daniel Kipkorir. So kwa sababu Baringo County is prone or is known for snake bites. Weka hapo ili kufunza watu create awareness. So this is the first gallery. So it's also called what? Moi Gallery. Moi Gallery. It's also called this one is a traditional cloth that was made by women as a daily clothing. So it is made by the Pokots out of the goat's skin. And even when you look at the arrangement of the beads on this belt, this is the arrangement of the Pokot. Not Pokot but Tugen. Sina kuanga orizo but ukiangalia Pokot, this is beads, it's what. This one traditional dancing what? Skirt. Wanafunga huko mbele peke yake. Zilikuwa zinavaliwa na wanawake during what traditional what? Dance. Unaona hiyo kama hiyo natengeneza na goat's skin. Iko na makamba pale. So it was just for traditional dancing. Skirts made of cowrie what? Shirts. Hizo ni mabelts kama hii belti namba hii yenye kuna beads mingi hizo. It was worn by what? Old women walikuwa wanavaa kusolve disputes kama ilikuwa. Wani wangevaa hii ilikuwa inamaanisha kama kulikuwa na vita ingesimama. Ama tena wakivaa hii ilikuwa inaonyesha kwamba the problem that resulted to the conflict was being solved. Wakivaa hii sasa. So then these earrings mpaka sasa wanavaa, but hapo kitambo earrings was zinavaliwa na only married women. Si kama sasa ni wasichana. Necklaces zilikuwa zinavaliwa both. Hizo pia ni earrings hizo. Haka ni kashidi ni alikuwa na train young out boys, it's it when walikuwa nakaribia kutai walikuwa train bila wanapigana shield. That rungu symbolize leadership. These are headgear. It was worn by mostly leaders and warriors during what ceremonies. This is number 3. It's a stool that was made by the Tugen. 3-leg stool, 2-leg stool was made by the Tugen. Wanaekela kichwa ama wanakali. Hata sasa hiyo wako nayo wazee wenye wanakuja kupresent hapa hivi. Kuna wenye walikuja last workshop, walikuja naye anakalia hata hataki kukalia kiti. Nilikuwa load nikaona wazee wanatumia kiti kama hiyo kwa baba. Na tena wanatembea kwa sana bwana kakamba, kuna nyingine hapa kakamba wanaweka tu hapa. Watu wanatembea. So inamaanisha inatumika cross. Inatumia cross ile Pokoto wako nayo, ndio wako nayo. Ilikuwa for engagements. This one. Kienda engagements. Then this one is what. Sasa huyu ukienda engagement walikuwa wanafanya nini? I don't know the specific role, but wanasema tu ukienda engagements sijui wazee. Sio walikuwa na polisi ama wanatoa kitu hapo ndani. Wakienda engagement. There is one milk what ilikuwa inatumika kukamua ng'ombe. Wana nini? So this one is made from the natural calabash. It's not made from clay. Unaona kama hii nice. They are made from the natural what? Calabash. So this one then is only honey container. Hizi ni soko zinaweka mafuta. Tunachua kuna hapo kitambo ulikuwa unachukua maziwa. Wakiaga hapa ndani. Hiyo maziwa wana separate. Kuna mafuta inakuwa hapa sasa wanatoa separate, wanatoa mafuta. Maziwa na inabaki mafuta. So mafuta yenyewe ilikuwa hapa ilikuwa inatumika ku anoint leaders. Anointing viongozi wakati wa sherehe. Then one bleeding bows and arrows. Hapo kitambo wakati wenyewe ulikuwa na upungufu wa chakula. Walikuwa na dunga ng'ombe. Hiyo damu wanatoa na wanachemsha kwa chakula. So they used this one was an arrows. That I think is unasijua. So is tracing of cows. This one 3 sticks were used for castration. Then hiyo ni kamba yenye inafunga
Na hiyo kamba yenyewe unaona imetengenezwa kutokana na ngozi ya ng'ombe ama mbuzi. Alafu mapiga ikuwe soft. Alafu that's what branding out. Tool used for brand animals for its identification. Hapa ni majembe na shoka za kitambo. Unaona kama hii ilikuwa slash ya kitambo. Hii pia ilikuwa inatoka kupiga mitaro kupanda kama millets. As hizi ni jembe ya kitambo, hii ni shoka, splitting firewood. This one iron hoe, which was also used for what? For tilling land. And for even weeding millet and so ilikuwa jembe hii. Got to kupalilia millet. Then hapa you have mortar and pestle, you have grinding stone. So hapa walikuwa naweka hapa kama hapo some communities ambazo zinapatikana huko vile nimekwambia treatment communities. Mahindi yako napanga kwa wingi. So walikuwa wanachukua kama millet wanaweka hapa wanagongana hapo wanamwaga hapo kwa grinding stone. Inakuwa unga na wanashaga. Hakuna kushaga, wewe ni tinga wana already. Unapika ugali. Mara hiyo. There is one that carved wood. It was used for serving food board women and men. Unaona that a modified version of unaona hii ni kubwa but the same. So the same role. Na hii ilikuwa inatumika kuweka chakula kama ugali kwa mfano. The same na hii modified one. Hii ni kubwa. Alafu this one piece also of goat's skin. It was used for serving food for women and children. Baba angesabiwa tu kwa hiyo peke yake but hii ni ya watoto na mama. This one is made from clay. This one spot. This was used for cooking food like millet, different vegetable. Hiyo spoon. Unaona kijiko ya kitambo ilikuwa ya wood. Yes. Na kupakulia. Alafu hiyo pia number 4. Hiyo jiti ilikuwa na vitu tatu. Ulikuwa unagorokea maji kama unaweka unga alafu sasa unaanza kutumia cooking stick. Na hii hiyo. That is delicate to just a rungu. That is just a rungu. Hii mambo ya security. Ama hii ya pigia tena kama hiyo kubwa. By the way, hivi still can serve the same role. This one is what called honey barrel. Inatumika kuweka asali huku. Most of the communities huku, by the way, it's not Baringo is a food basket or what it's a area or a county that's known for beekeeping. Ukienda huko ndani huko, chakula ni watu wanakula ni hii sana na manyama tu. So hii ndio inaweka wakishatoa asali unaweka hapa kwa honey barrel. Alafu hiyo namba 9 ina scoop inatoa hapa asali. This one is also made from clay. This one is used for cooking meat and vegetable. Hii ni kuweka maji ya kukunywa. Hiyo ni mzee hiyo. Alafu for sniffing hiyo, for sniffing tumbavu. Kisikisi. Small modern baskets. Then hii hapa kitambo sasa traditional water baskets. Wanaweka unajaza hapa maji, then wanafunga ngoni kama hivi. Wanafunga kamba kwa mgongo. Alafu unabeba. These ones nowadays mambo ya we know grains. This one is a handbag ya kitambo ilikuwa imetengenezwa kutokana na ngozi ya mbuzi. Sasa hizo ni wasichana walikuwa wanavaa hata wamama. Wanaweka hapo. Si kama hizo handbags hizi. Wanabebea hapo chakula hata kama for example unaenda kwa shamba unabebea hapo chakula. So hizo ni mikuki. Boss and R. Boss mikuki za different communities walikuwa na design yao Masai tu ndio. So hii ni ya Pokot. Alafu hii ni ya Pokot. Ya pili Kalenjin. Ya tatu hii is a Pokot. Alafu that one is made like the same can be made by the Pokot system. So walikuwa na design tofauti. Yes, ilikuwa tumeka for hunting na defense. Very quiver hii inaweka bows and arrows. Alafu ni kisu ya kupigana, sharpen both ends, fimbo ya mzee kutembelea, knife. This one shield is made from not buffalo. These are wrong writings. Just a cow like. Hii ni ngozi ya ng'ombe. Sasa ni shield tu ya kupiga. Zima stuli ndio ile nilikuwa nakwambia. Unaona sasa hii kamba? Iko kubwa wanabebea, wanaingiza hivi na wanabebea hapa. Sasa hii ya mguu mmoja hii nilikuwa nitengeneza na Pokot. But hii ya miguu 3 na 2 hatugen kama hii. Na sasa na ya Turkana mbona pia wako na the same things ama walichukua from the idea from. They are likely to have adopted get the idea from. These are traditional. Zao kumizi pia. Hizi ni dawa za kienyeji symbols. Kulungulu traditional medicine. Piga picha. Hapa ni evolution sasa.
Ni evolution. Yes, So hapa sasa ni mna contradict. Hapa sasa mtu wa mwenye anaamini Bible, anataka theologist ama another theologist na historian, philosopher akikuja hapa sasa hapa hakuna vile utaelewa. Confusion tu. Na hakuna siku yenye mtapata jibu, mtapingana tu. By the and why? Kwa sababu hata hii mtu wa sheria anasema uongo. Kwa sababu unajua it's just a belief. Kwa sababu hata iwe ya Biblia pia ni belief. Sasa leti kila mtu auza nini yake. Idea yake, kwa sababu hakuna vile utasema ni kama tu sasa Christian na Muslim. Hao watu ukikuja hapo wanaweza gombana the whole day na kuna mwanadamu pigana. Si ndio? So ukiangalia hizi tools kama hii chopper, it was made by Homo habilis. Tools Homo habilis huyu ni alianza ku make it. Homo habilis huyu. Huyu ni alianza ku make tools. Tools huyu ni anaitwa Eberman. Yaani alikuwa mtu wa kwanza ku make tools. Sasa hii chopper ni going to make for sharpening other tools. Cleaver, hand axes na hiyo knife they were made by Homo erectus. So hii walikuwa wanatumia kufanyia nini hizo? Maybe ili kuchimba roots. Unajua hapo kitambo walikuwa nakula roots kama chakula. Sasa hii walikuwa wanatumia kuchimba wakikula. So they were made by Homo erectus, na huyu tena kumbuka ni alianza kutumia mambo ya moto. They were introduce fire. Na alikuwa anaishi kwa muti for security, for defense. So inatengeneza hizi tools. And then these ones are fossilated woods. That means ni wood tu, is a piece of wood. That it gain mineral salts kama iron na calcium. Sasa hiyo ukishika inakaa mawe hivi. Kabisa inakaa mawe, ni mzito. Sasa ni alafu hii ni mguu sijui ya nini. Bone fossils, these are some of the remains, fragments. Remains of fossils. Kama magoti Australopithecus poisei. So hizi za ukweli hizi za walitoa huko kama Turkana hapo. Zinatumika kwa kufunza tu Toa hizi. Unaona kama hii street footprints ama nini sema hivi. Hapo ni ya samaki. Ndio unajua sasa. Ni kama unaomba mtoto maziwa ya mtoto, muombe kwa hii. Kwa jirani hizo mbili. Alafu hii ni fidia mtoto kama yenye huyu mtu ameshika huyu mama. Sasa hizi zenye zimebaki hizi ndamruziki hizi. Hizo zote ni alafu hizi za green honey pia. Sio kama unajua hii. Ni pombe. Ni pia ama bosa. Yes sasa. Alafu kuna engagement pia kama gani? Kama hizi walikuwa naenda nazo wakati wa engagement, alafu wakati wenye ulikuwa na work for long distance. Hii ulikuwa unabebea maji ndani. Kama unaenda mbali. Sasa unaona iko kana kagamba. Chukua tu unaweka hapo. Unaweka na unaenda. Hayo for engagement. The same purpose kama hizo yenyewe. Then will be done. Hapa wanakuja jua huko. So we have about many species of crocodile, including a Nile crocodile and American crocodile. For this case, this is a Nile crocodile. Na wazi inakuwa kubwa kushinda hizi bara ndogo. Na yenye inatoka huko hapa paka. Kwa old, old. Old we may not have. It's not a very difficult to establish how old are they because we told you is Baringo. Like Baringo. Kama uko wadogo kidogo. Sasa it's very difficult to estimate. So tunakaa kwa maji, sangine nakaa nje. Alafu unaona vile hata kipanua mdomo, hiyo canal teeth. Unaweza fikiria sina ulimi, lakini ulimi is attached to the lower jaw of the mouth to allow it free circulation and movement of air. Alafu tena unajua meno yake, ulimi ikiwa huko juu takataka. Unaona meno yake imeingia. Naona. Hata ikinini. Alafu it doesn't have efficient chewing system. Na maanisha ikimeza hata ikikuma kama mtu kama hata ama uipe bone. Haiwezi kula nyama, inameza tu. Inameza tu hivi. Kwa sababu it doesn't have efficient chewing system. Na sasa inakula vitu mawe rocks ambazo zinaitwa castroids. Sasa hizo mawe zinakaa tu kwa tumbo for a period of time. Zikisaidia for kusaidia chakula ikifika stomach ili isirot. Yes. For chewing. Alafu unajua the reason why zinakuja huku nje. Digestion took too long kwa sababu bado tunaipea nyama 2 kg or 2.5 kg. Ya nyama ya nini sasa? Iwe ya mbuzi au ya ng'ombe. Mara moja kwa wiki. Okay. So tukipea mara moja kwa wiki itamaanisha kila 2.5 kila each of. Kwa sababu digestion vile nimekuambia it takes too long because it doesn't have effective chewing system. Then
kuna kitu ambayo inaitwa cold blooded metabolism. I think unajua in reptile cold blooded. So kwa cold blooded machine ikikaa kwa maji sana, and you know digestion is a temperature intensive process. Is a being a temperature intensive process, that means, and it is cold blooded, it needs to come to the sun, so to facilitate so that digestion at least take one very fast compared to, because maybe cold blooded called metabolism. So ikikuja hapa kwa jua inapata at least digestion take a bit faster. So digestion takes too long. That's why tunailisha tu kwa mara moja kwa wiki. So sasa tumbo yao iko na mawe ya ajabu. Ndio. Iko na mawe, kuna mawe zinakula. Sasa hii mawe so hiyo mawe wanakula wapi, ama mnaleta tu mawe hapa wala? Si na wakati tu vitu ndogo tu hapa inaitwa gastrocs. Sasa zinakaa kwa stomach, zinasaidia kwa chui. So ina maana chakula inakaa kwa tumbo for long time ikidigest. Kwa sababu digestion haijaanzia kwa mouth. Sasa yule sasa ana breathe akifungua mdomo hivi. Si ndio ana breathe, unafikira amekufa. Unaona kama huyu. Alafu unaona hata unafikira hana ulimi. But it's attached to the lower jaw. Of the mouth. Okay. Sasa hivyo tutataka kulay eggs pia. Lay eggs mingi hata kama 100 eggs. Serious? Sasa naenda kama kwa kona huko. Sina lay eggs. So mnachukua hiyo mayai ama mna hizo ni dwarfs. Hizo za basi kama ni za kuzaa na shimba zinaweka, alafu ben the lack parental care, that means sikiaje hizo vitu zake tena bado zinaweza kula ama wanakula pia. Ndio. Na hii place ni safi. So tunaenda wapi? Sasa tortoise. Tortoise hapo tunamaliza na snakes. Iko sawa. Kuna watu kwa hinge park tortoise. Niingie? Ingia tu, bora usishike. Sawa. Hiyo tu ni wanakataza. Kama hii inaitwa hinge park tortoise. Hinge park. Unaona iko tofauti na hizi. Kala juu. Hii sasa ni leopard. Unaona juu inafanana leopard skin. Sasa ni leopard what? Tortoise. Sasa hii inaweza kula nyama na veggies kama hizi. Hizi cabbages remains. But hizi zinakula tu hizi veggies pekee yake. That's the difference between hinge park and leopard what? Tortoise. Huyu ni leopard sasa. So unaona kala juu. Sababu hii imefade kwa sababu miaka imeenda. Fade hizi. Ni kubwa. Ndani sasa hizi zinaweza kaa mpaka imekaa sana around 300 years. 300. Kama zimekaa sana. Kama definitely hawaja nini? Establish is very difficult, but you can just estimate. Sema kama hizo. Nilikuwa nasikia wanahesabu sijui nini something easy ya the back. Hizi kuna vitu sijui ni malaini kitu kama hiyo. So this tunakaa, but hii maximum anasikia ni 60 years. 60 years. Hinge park tortoise. Hinge park. And then we have many ways of differentiate between a male and a female. For instance, kama hii ikiwa flat hivi ni female tortoise. Flat female tortoise. Hii flat stone ikiwa flat hivi na maana ni female. Alafu kuna yenye inakuanga curved. Curved na wanga sijui kwa gani. Hii bado ni flat. Bado ni flat. So kuna yenye kwa curved. Ikiwa curved hivi na maana ni female. Hello? Curved. Unajua zingine mzito kubeba. Kabisa. Na very heavy. Very heavy. Alafu nasikia nyama yake wanakula, lakini sasa si rahisi tu watu huko wakule. Specific hata wanaweza kuwa ni wazuri. Nasikia nyama yao ni kama ya nguruwe. Na ni mingi. Unaona vile ukitoa hiyo nasikia ni mingi sana kama ya bata. Kabisa. Mingi. Sasa unaona siko na tails, siko na tails pia. Male iko na longer tail, alafu female iko na shorter tail. Alafu siko na hizi pia hizi knives. Sasa hizo knives zinatumia kuchimba shimo ikitaka kuaje eggs. Zinachimba alafu pia zinaficha hapo mata. Na kama kwa mfano samba ya mayai ndio hii ya kitambo sio hata ilimwingika, but inakaa hivi tu. Hii ni samba ya mayai ya tortoise. Kuna nyingine pale ndani imepasuka. Leopard tortoise. Unajua kuna scientific names kama kawaida. Hapo kwa shell. Those are some of the defensive mechanism. So hizi sasa akikaa hivi ni family moja ama like wamependana tu wanakaa? Kupendana tu. Wanakaa tu pamoja hivi. Alafu kuna single hapo wako na stress ya ajabu. Hapo. Hawana bahati. So, huko ndio kuna snakes.
about 4 or 5 times. Video kubwa. Hii ni inaitwa python sasa. Python. Rock python. Pia ni snake but ni snake kubwa yenye haina sumu. That is the difference. That's why it's called rock python. Yeah, haina sumu. But it's dangerous. It's dangerous inakujia wapi? Ni constrictor. So unaonanga snake inakufunga hivi. Na kuvunja vile na inakume. Sasa ni sasa. But ikikuuma na hiyo hata ulimi yake hivi haina sumu. It is harmless. But the only effect unaogopa sasa kumeza. Unajua inapanuka vile iko hivi inaweza panuka ikafika hivi. That's why tunasema inaweza meza mtu. So inakuvunja kabisa. Na inapanuka na inakumeza. Sasa kama hii tunailisha rabbit. Ngapi? Moja tu. Baadaye au pa wiki. Alafu pia tunaweza ipea kama si hiyo mangusi. Unajua mangusi inakuanga paka kubwa hivi. Hiyo sasa. Apiga hiyo ameze hiyo. Sasa na hii ni ndogo bado inakoro kuna kubwa kushinda hapo. Inaweza toka hapa huko. Hii bado inakoro. Sasa ikikula kitu inapanuka tu. Vile yuko kwani hizo ulitaka niko straight inapanuka tika fika hivi. That's why inasema inaweza meza mtu. By the way. Hii ndio mbaya sana. Hii ndio inaitwa nini? Black mamba. Hii ndio mbaya. Unaona vile iko macho, always sensitive, aggressive, speed tena inakimbia sana. Sasa ikikuuma within 30 to 60 minutes if you have not exposed to medication unaenda. Serious. So for this case kama kuanzia kwa hizi tunakwenda huku. Hizi tunazilisha vifaranga hapa. Wanalisha hapa kama vifaranga 3 ama 2. Sasa kanadunga tu na sumu yake hivi. Alafu kakio kenyewe kanakufa na inaanza kumeza. Sasa zinaweza kula mouse pia. Rats. Hizo ni vitu other things ambazo zinaweza kula. Batawakula vitu kubwa. Ni vitu ndogo ndogo tu. Hizo vitu ni zinaweza kula hata bats, bat pia inaweza kula bat. So that's some of the. I think kuna sumu ambayo inaitwa neurotoxic. That means in affect akili nerves. So hii kuma ina affect nerves. Nerves zinakufa. Na hivyo ni umeenda. Inaitwa pavada. Unaona ukisonga inafurafura. Pavada. Ina produce hidden sound na inafurafura. Hii ndio inaingianga mchanga. Ndio inaingia. Inatulia mchanga. But not aggressive. Hiyo unaweza hata kaa kwa nyumba tunayo kwa kiti. Unaona hii hata inakaa ku compost bit. Hii it's an aggressive. Alafu tena iko kala camouflage na sabadeta itakuwa kama hapo. So ina maana wani una disturb sana ikume sasa kwa kifupi. Unasumbua sana ndio ikume. Si rahisi. Inaita kuna sumu inaitwa cytotoxic. Ina maana ikikuuma ina destroy the blood tissues, blood cells. Sasa ina disrupt the normal circulation of blood. The blood ayos flow kawaida sio hiyo kukufa sasa. Alafu skin inatani yellow. Yaka sasa. Hata yako. Haka naitwa kasi rahisi kupatikana huko. Bomu wapi? Rock areas hata huko Kenya si rahisi. Ndio kupata hii sasa. Kuna sumu ambayo inaitwa hemotoxic. Na maana ikikuuma damu inatoka kila openings in your body. Really? Kwa macho, kwa mdomo, kwa masikio. Kila mahali. Kila mahali. In every openings hizo. Boom slam. Sasa hii haikuli rat ama mouse. Hata kichwa inakaa tofauti Unaona egg like. Sasa unaona hii haikuli rat ama mouse. Mouse atizo zingine hizo. Hii na hiyo. Na hizi. Sio anakula nini? Hii ni faranga tu kia hapo inakula. Hizi ni cobra. Hizi mbili za mwisho. Hii na hiyo ni cobra. Sasa lakini kuna aina tofauti ya cobras. Kama inaitwa forest cobra. Hii ni forest cobra na ukitaka kujua cobra wewe ina inflate hapa kwa shingo. Kana furanga hivi. Kana fura hivi. Iko pia na sumu inaitwa neurotoxic. Na maana pia ina affect akili ama nervous system. Alafu pia within 120 less than 120 minutes that is 2 hours. If you have not been exposed to medication you are gone. That is the problem. Alafu hapa inaweza kaa even more than 30 years in captivity. But kwa sababu it's well taken care of. But uko nje inaweza kaa less than 30. Yes. Sasa hiyo inaitwa forest cobra. Hii speeding yenyewe inatemea kwa macho hapa. Yes. Unaona kwa shingo hata kama jaribu kuinflate ile kama lala hivi. Ati kisimama hivi unataka kuuma. Ndio anafanya hivi. Hivi. Sasa nita speeding. Cobra mosi kana target macho. Kana kutemea na hiyo mtemo ndio sumu sasa. You are supposed to wash with a lot of water or a lot of milk. Before you seek further medication. That is the problem. So ina mostly inakutemea but pia inauma. Sasa hii pia inakula vifaranga na inakula pia mangoose. Inasaidia kula mouse pia hata ukiweka hakuna shida, hata bats pia, hata lizards. Sasa iko na sumu mbili. Kuna cytotoxic na neurotoxic. What does that mean? Kikuma ina affect the nervous system. Na tena ina destroy the
na effective normal circulation of blood. Tusema kwa hiyo not bumslang but buff ada. Is it true kwamba kuna sometimes nyoka ikikuma hapa mguu chini unafunga juu ndio nini, ama si advisable hivyo? Wewe kwa sababu ili unafunga by the way. Sasa kuna zenye unafunga, kuna kama hiyo buff ada hawezi funga. Hapo nasikia inaanza kuoza immediate. Direct. Sasa lakini hizi zingine unaweza funga, sasa ukifunga unajaribu inamaanisha hakuna circulation of blood. Unajua blood ikimove zinaenda na hiyo supu. Sasa inasaidia for some snakes but not hiyo buff ada. Hapa kuna hiyo bad natoka kanga. Uniform. Kwa kama Pinda ama Jomo Kenyatta kulikuwa na kama ile yenye iko West Pokot. Hiyo sasa kulikuwa na hiyo ukatoa hapa. Ukapeleka wapi? Sasa kuna unajua ikikaa pia wanabadilisha. Wanapeleka pengine alafu au watu wengine wote kama museum mwingine. Sasa hapo sasa just use it for education purpose. That's why workshops zinafanyika. No, workshops. So wao mnapata workshops alafu nini mnafanyika kwa hizo workshops? Workshops ni kitu yenye project kama wazungu wanataka kusoma culture ya Pokot, ya Baringo, ya Pokot ama Tuge. So jao vile nilikwambia colonization walienda na vitu za hizo makomenti zenye siku huko. Sasa wanataka kujua hizo vitu, more information. So wanataka wazee wa huko wa interpreters because tunatumia kufanya ni kwa kama zinavaliwa na nani. Sasa that's workshop. Okay. So unaona kama hii rabbit nilikwambia nakula na yora. So hii ni chakula mnawawekea? Hao wanakula tu wanashiba, sasa wanachukua mmoja wanarusha hapo ndani. So remind our viewers your name. Oh, there are people who are viewing us. Yes. My name is Zephania. Zephania Mulongo, Cabernet Guide. Yeah, Mulongo. Sasa tumeshukuru sana. Karibu tena. Endelea kufanya kazi mzuri ya kuelimisha jamii. Itakuwa sawa, si ndio? Watu wakakuja hapo watafute Zephania Mulongo. Yaje? Poa sana. So that has been the museum of Kabarnet town, and I urge everyone to do what we call local tourism. So that is what I'm doing here. That has been Kabarnet Museum. We've got Zephania Mulongo. Mulongo. Sasa tunaenda from here. We are going to Kirandech Dam. Yes, tupatane huko man. Naambia tuta explore, mtashangaa sana. Yes.